Mwishoni mwa juma lililotamatika, pamekuwa na stori nyingi sana ambazo zimetrendi katika mitandao ya kijamii. Hususan ni kile ambacho kinaendelea katika Mashariki ya Kati, ambapo mzozo kati ya Iran pamoja na Israel akiungana na Marekani, ambapo Iran anasambaratishwa lakini pia anajibu mapigo kwa baadhi ya zile military base ambazo za Marekani zilizopo pembezoni ama karibu mwa taifa la Iran. Sasa zilizopo Iraq, Israeli, Qatar pamoja na Dubai na nchi zingine ambazo zipo karibu. Sasa kuna watu wengi ambao hawafahamu mzozo huu imekuwaje na hiki kwa nini kinaendelea, na kile ambacho kinaendelea kutrendi kimekuwaje, na hipi hatima yake ya hiki ambacho kinaendelea kwa sasa. Dunia inatazama, dunia nzima macho wametupia huko. Ngoja nikupitishe kidogo tu kwenye swala zima la hili jambo mpaka ilipofikia. Katika siku za hivi karibuni kulikuwa na mzozo mkubwa wa kijeshi kati ya Iran pamoja na Marekani. Hii imeibuka kutokana na mfululizo wa mashambulizi ya kulipiza kisasi, vifo na msukumo mkubwa wa kimataifa. Kulingana na taarifa za hivi punde, umoja wa kijeshi wa Marekani pamoja na Israel umeendesha operesheni ya kijeshi kubwa dhidi ya Iran, ikilenga miundombinu mikubwa ya kijeshi na viongozi wa ngazi za juu katika mfumo wa serikali ya Iran. Mashambulizi hayo yameibua majibu ya Iran kwa kushambulia vituo vya Marekani na Israel pamoja na kuibua hisia kali za kisiasa ulimwenguni. Shambulio kubwa lilifanyika Februari 28 ambapo Marekani na Israel waliendesha msururu wa mashambulizi kwa kutumia ndege za kivita, makombora na nyenzo zingine dhidi ya maeneo mbalimbali ya nchini Iran. Ripoti kadhaa za kimataifa zinasema kiongozi mkubwa wa Iran, Ayatollah Ali Khamenei, aliuawa katika mashambulizi hayo, ingawa taarifa hizi zinathibitishwa na vyombo mbalimbali vya habari na zinaendelea kubadilika kadri taarifa mpya zinavyoweza kupatikana. Sasa swali linabaki, je, kifo au kuondolewa kwa kiongozi mkuu wa Iran ni tukio la kihistoria ambalo linaweza kuwaingiza mataifa haya katika mazungumzo mapya wa mzozo wa kimataifa? Swali liko hapo. Sasa jibu la Iran na uvamizi wa kisiasa. Iran imejibu mashambulizi haya kwa kufanya mashambulizi ya kulipiza kisasi dhidi ya vituo vya kijeshi vya Marekani na Israeli katika maeneo mbalimbali ya Ghuba ya Uajemi, ikitumia makombora na ndege zisizo na rubani. Mashambulizi haya yalisababisha uharibifu wa miundombinu, vifo vya raia na askari, na kuibua wasiwasi mkubwa kwa usalama wa mkoa mzima wa Mashariki ya Kati. Sasa upi ni msimamo wa Umoja wa Mataifa na nchi nyingine? Hususan baadhi ya watu wanakuwa wanasema kwamba Umoja wa Mataifa, yani UN, ni kama mbwa anayebweka tu, hana makali. Katika kikao cha dharura cha Baraza la Usalama wa Umoja wa Mataifa, Katibu Antonio Guterres alitoa onyo kali dhidi ya mradi wa kueneza mgogoro huu dhidi ya mgogoro huu zaidi. Wataalamu wa sheria ya kimataifa wameeleza kwamba mashambulizi mengi yanaweza kupitwa na masuala ya sheria za kimataifa, ikiwemo ubora wa kulinda raia. Nchi kama Urusi na China zimetaka kusitishwa mara moja uhasama na kurejea kwenye mazungumzo ya diplomasia, wakati nchi za Magharibi pia zikisema kwa ujumla zinapigia debe mazungumzo badala ya vita. Nini ambacho kimepelekea haya yote mpaka yametokea? Basi hapa ndio sehemu sahihi, nisikilize kwa makini. Marekani na Israeli zinasema kuwa mzozo mkubwa ambao umepelekea haya yote ni swala zima la nyuklia na usalama wa dunia. Sasa ngoja nikupitishe. Marekani na Israeli zinasema kuwa Iran inajaribu kutengeneza silaha za nyuklia na makombora ya mbali, jambo ambalo Tehran inasema si kweli na inadai inataka kutumia teknolojia kwa ajili ya amani tu. Hili limekuwa chanzo kikuu cha mvutano kwa miaka mingi, na licha ya mazungumzo kidiplomasia kuwepo, mawazo yao ya kushindana kuwafikia suluhu imepelekea kuongezeka kwa uvamizi. Historia ya ugomvi wa mitaa.
Mzozo huu sio mpya. Matukio kama vita ya 12 Day War kati ya Iran na Israel yalifanyika mwaka jana na yalishuhudia mashambulizi na makombora kati ya pande hizo mbili. Sasa wengi wao wanatazamia kama mzozo wa nyuklia na usalama ni ishu kubwa zaidi, lakini wengine bado hawajafahamu na wengine hawajui sasa hatima ni ipi ama imekuwaje na nini kitatokea. Sasa nikupe tu taarifa chache, ni kwamba vyombo vya habari vya Iran vimeripoti kuwa Mojtaba Khamenei, mwana wa kiongozi wa Iran Al-Khamenei, ambaye alitarajiwa kurithi kiti cha babake endapo kama taarifa za kifo chake kitathibitishwa na serikali hiyo kwamba ni sahihi, mtu huyo amefariki, basi kijana wake ama mtu ambaye alipaswa kurithi kiti chake na yeye pia ameuawa. Kwa muda mrefu pamekuwa na taarifa kwamba Mojtaba amekuwa akitajwa katika duru za kisiasa kama mmoja wa watu waliokuwa wakionekana kuwa na ushawishi mkubwa ndani ya mfumo wa uongozi wa Iran, na mara kadhaa alihusishwa na uwezekano wa kuwa mlisi wa nafasi ya juu ya uongozi wa nchi ile. Hata hivyo, hadi sasa hakuna tamko rasmi kutoka mamlaka za Iran zinazothibitisha taarifa zake kama ni kweli mtu huyo ameuawa ama la. Na kama kweli itathibitika kwamba mtu huyo ameuawa, itakuwa tena ni bado pigo ndani ya Iran. Mataifa kadhaa hasa falme za Kiarabu zikiongozwa na taifa la Saudi Arabia wametoa msimamo mkali kuhusu usalama wa ukanda wao, lakini pia wamesema wanahitaji kuungana na Marekani ama Waarabu waungane kumsambaratisha Iran. Sasa hiki wanachokifanya Waarabu kumwangamiza Mwarabu mwenzao ni sahihi? Hebu ngoja nikusomee taarifa ya Saudi Arabia kuhusiana na hili tukio. Mrithi wa ufalme wa Saudi Arabia Mohammed bin Salman ameonyesha msimamo wa kuunga mkono udhibiti madhubuti wa usalama wa eneo la Ghuba na kusisitiza haki ya nchi yake kuchukua hatua stahiki ya kujilinda endapo mashambulio dhidi ya Zeka. Katika kauli yake ya kisiasa, kiongozi huyo alisisitiza mshikamano wa nchi za Ghuba katika kulinda usalama wa pamoja na kuzuia kuenea kwa mzozo wa kijeshi katika kanda huo. Saudi Arabia imesema itaendelea kutumia kila hatua inayofaa kwa ajili ya kulinda usalama na udhibiti wa maeneo yake, ikionya kuwa ina haki ya kujibu mashambulio yoyote yatakayohatarisha mipaka na maslahi ya taifa yake kwa ujumla. Tunapoelekea hapa moto, tunapokwenda hapa moto. Sasa mpaka sasa athari kubwa zimeonekana katika majibizano haya au mashambulizi haya. Moja ya athari ambazo mpaka sasa zinaripotiwa ni kwamba raia wamepata madhara makubwa kutokana na mashambulizi, ikiwa ni pamoja na vifo vya watoto shuleni na uharibifu wa miundombinu ya kijamii. Hii imesababisha msuko mkubwa wa kijamii ndani ya Iran na kanda nzima. Baadhi ya mataifa kutokea falme za Kiarabu zimechukua hatua kali za kusitisha masomo na kuhamasisha shughuli za kijamii ili kuwalinda wananchi kutokana na hatari ya mashambulizi mengine yanaweza kutokea. Hii Dubai ni moja kati ya sehemu ambapo pamekuwa na clip nyingi zikionyesha watu wengi wakiamriwa watoke kwenye majengo marefu, wengine wakiambiwa wakae katika sehemu ambazo ni mbali na kambi ama military bases za Marekani. Hususan tumemwona mmoja ya Mtanzania ambaye yupo kule, content creator Kiredio, naye mwenyewe ni miongoni ambao amekuwa akiripoti kwamba yupo salama, anaendelea vizuri, na yeye ametuonyesha kwamba aliposti mwishoni mwa juma lililopita, ameposti kwamba eneo alilokuwepo ni eneo salama, si karibu na military base za Marekani. Sasa hatujajua kama ni kweli ama vipi, japokuwa Iran amekuwa akilipua majengo marefu kwa ajili ya kuingiza hasara taifa. Yote ni hasira tu. Sasa hali inaelekea wapi mpaka sasa
kwa sababu tayari baadhi ya viongozi wakubwa wameuawa na Marekani. Marekani ameangamiza kiongozi mkuu wa Iran, wameangamiza rais wa zamani wa Iran, wameangamiza mtoto wa kiongozi mkuu wa Iran ambaye angepaswa kurithi madaraka, na pia ameangamiza baadhi ya viongozi nazungumza mawaziri, viongozi wa majeshi ameangamiza. Lakini hii ni ripoti kwa upande wa Iran, lakini ripoti ambazo zinazungumza kuhusu Marekani ambao wameangamizwa, baadhi ya mitandao pamekuwa na taarifa ambazo hatuwezi tukawa na uhakika kwamba ni kweli hawa wamefariki ama la, lakini baadhi ya wanajeshi wamefariki dunia, wale ambao walikuwa katika zile military base, wengine walikuwa katika baadhi ya majengo marefu, hususan hoteli ambazo walikuwa wakiweka makazi yao. Hawa ni wanajeshi wa Kimarekani, wanajeshi wa Israel na Marekani kwa ujumla. Sasa kulingana na hayo yote yaliyotokea na kinachoendelea kutokea, tuna juhudi kubwa za kimataifa, usuluhishi wa kisiasa na mazungumzo ambayo yatashughulikia masuala ya usalama wa Iran, Asia Magharibi na duniani kwa ujumla. Sasa Afrika kama Afrika tunaathirika vipi na hiki ambacho kinaendelea katika mgogoro wa Iran, Israel pamoja na Marekani? Hauishi Mashariki ya Kati. Afrika pia inaathirika moja kwa moja na kwa njia zisizo za moja kwa moja. Sasa huu hapa ni uchambuzi kwa kina. Katika mtazamo wetu ambapo Bongo Story Hub tumetazamia kwamba moja ya athari ambazo Afrika itapata ni kupanda kwa bei ya mafuta duniani. Manake Iran ni moja ya wazalishaji wakubwa wa mafuta duniani. Vita au mzozo huu unaweza kupelekea mafuta yakapanda ama kukosekana kabisa kwa mafuta, ikiwemo petroli, diesel na gesi kupanda. Sijui tunaelewana. Lakini pia bei ya chakula kupanda, thamani ya sarafu za Afrika kupungua kwa misaada au uwekezaji wa kigeni. Nchi nyingi za Afrika zina deni la nje, hivyo kupanda kwa dola ya Marekani huongeza mzigo wa kulipa madeni. Tutazamia athari za kiusalama. Baadhi ya mataifa ya Afrika yana uhusiano wa kijeshi ama kisiasa na pande husika. Ikiwa vita itapanuka, mashambulizi ya kulipiza kisasi yanaweza kulenga maslahi ya Marekani au Israel barani Afrika. Vikundi vya itikadi kali vinaweza kutumia hali hiyo kueneza propaganda. Mfano, Afrika Kaskazini, taifa kama Misri pamoja na Libya inaweza kuathirika zaidi kutokana na ukaribu wa kijiografia. Mgawanyiko wa kisiasa Afrika. Haya ni matokeo ambayo tutayapata Afrika mara baada ya kuibuka kwa mzozo huu. Baadhi ya nchi za Afrika zina uhusiano mzuri na Iran, Marekani pamoja na Israel. Hivyo vita inaweza kuleta mgawanyiko wa kidiplomasia, shinikizo la kuchagua upande, changamoto katika umoja wa Afrika. Sasa hitimisho, je, Afrika iko hatarini? Afrika haitakuwa uwanja mkuu wa vita, lakini itaathirika kiuchumi, itaathirika kwa bei za bidhaa, itaathirika kisiasa, inaweza kukumbwa na changamoto za kiusalama. Sasa hapo nimekutajia athari chache ambazo tutakazozipata wa Afrika mara baada ya mzozo huu kuzidi kushika kasi, ama utakapofika mwisho, basi matokeo ya mzozo huu kwa Afrika itakuwa namna hii. Hii ni Bongo Story Hub. Jina langu ni Stefano.